Mwajiri anaweza kuwa na changamoto za wakati ule akakwambia hapana, subiri, pengine utaenda mwezi ujao. Hilo ndio kosa ambalo madereva wengi wanapoteza haki zao kwa kosa ambalo wao wamelifanya kwa kuto kujua. Lakini tunawafahamisha kwamba sasa pale unapofika wakati wako wa kwenda likizo, ni wajibu wako kuiomba likizo yako. Mwajiri hatoi likizo tu hivi kwa kuambia bwana wewe nenda likizo. Kwanza utahisi amekufukuza kazi. Mpenzi mtazamaji, ili kuwa kwanza kupata matukio, tafadhali bonyeza kitufe cha subscribe kama mshale unavyokuonyesha. Na mtazamaji wa Chawamata TV, moja kwa moja kutoka hapa Tabata, Mwananchi, tunazungumza tukiwa ndani ya ofisi ya afisa sheria ambaye tunaenda kuzungumza naye atuambie ni sheria zipi ambazo zinafanya kazi sambamba na wafanyakazi walioajiriwa na waajiriwa wao. Na naitwa Dickson Bisare na hii ni Chawamata TV. Tunazungumza tukiwa hapa mtazamaji. Kumbuka tunapatikana katika mitandao ya kijamii. X ni Chawamata TV, Instagram ni Chawamata TV, lakini pia pale YouTube tunapatikana kwa jina la Chawamata TV. Kama huja subscribe bado hujachelewa, wakati ni wako. Ingia pale, subscribe, gonga like ili wa kwanza kabisa kupata habari ambazo zitakuwa zinajiri ndani lakini pia nje ya mipaka ya Tanzania. Tunaenda kuzungumza na afisa sheria, atajitambulisha kwa majina yake pia, alafu tutaendelea na mahojiano yetu haya mafupi. Kikubwa tutakuwa tunazungumzia kuhusu sheria kwa wafanyakazi pamoja pia na waajiri ambao wanawaajiri wafanyakazi hao. Habari ya mchana na hongera na kazi. Nashukuru, asante sana, habari ni njema. Nafikiri pia na wewe nikupe hongera kwa kuja kunihoji mimi, nao ni hongera pia. Nashukuru sana. Hii ni Chawamata TV na tumefika ofisini kwako hapa, lengo kubwa tukitaka kufahamu mengi kuhusu sheria kwa wafanyakazi na lakini pia waajiri. Kwanza kabisa tukianza mahojiano yetu haya mafupi, tafadhali unaweza kujitambulisha kwa majina yako ili mtazamaji anayetufuatilia aweze kukufahamu. Kwa jina naitwa Jimmy Mkeni, ni afisa sheria kwa nafasi yangu wa chama cha wafanyakazi wa malori Tanzania. Naam, ukiwa afisa sheria wa chama cha wafanyakazi malori Tanzania, unaweza kutuambia kiufupi ni majukumu gani ambayo unafanya kama afisa sheria katika chama hiki cha wafanyakazi wa malori Tanzania? Majukumu yangu kwanza ni kuwashauri chama, kuwashauri na wafanyakazi namna ya kutekeleza vyema hii sheria ya ajira na mahusiano kazini. Lakini pia hata pale ambapo panashindikana, basi tukilazimika kufika kwenye vyombo vingine vya maamuzi, basi kazi yangu ni kwenda kwenye vyombo hivyo vingine kwa ajili ya kwenda kupata tafsiri ya sheria kama kuna eneo ambalo limeleta mkanganyiko baina ya chama, wafanyakazi na mwajiri. Chama cha wafanyakazi wa malori Tanzania kinahusikaje na masuala gani ya kisheria kwa wafanyakazi wake? Moja wapo ya kazi za chama cha wafanyakazi chochote kwanza ni kutoa elimu kwa wafanyakazi na waajiri na waajiri. Ni kazi moja wapo, kwa sababu kama wafanyakazi na mwajiri hawana elimu ya masuala ya kisheria haya, hususan hii ajira na mahusiano kazini, basi ni ngumu kuelewa. Kwa hiyo kazi kubwa ya chama ni kuwaelewesha pia wanachama wake ambao ni wafanyakazi namna bora ya kutekeleza hii sheria ya ajira na mahusiano kazini. Labda unaweza ukatufafanulia pia lakini pia na mtazamaji anayetufuatilia kupitia Chawamata TV, kikubwa tunataka tufahamu ni haki zipi za dereva anatakiwa kuzipata kwa mujibu wa sheria? Kwanza tuzungumzie, tuseme haki ya msingi hasa ya mfanyakazi. Si haki ya dereva tu, ni haki ya mfanyakazi. Kwanza haki ya kwanza kufanya ni haki ya kufanya kazi. Kufanya kazi ni haki, ufanye kazi. Lakini kuna haki nyingine, unapewa haki ya uhuru wa kujumuika. Alafu pia una haki ya kupata ujira wa kile unachokifanya. Hivyo ndivyo haki hasa za msingi. Uhuru wa kujumuika kwa maana ya kujiunga kwenye vyama vya wafanyakazi au maeneo mengine, lakini pia unayo haki ya kupata ujira kwa kile ulichokifanyia kazi. Labda kuna changamoto zipi ambazo hawa madereva wanazipata, hususan madereva wa malori nchini pale wanapokuwa kazini kwao? Changamoto za madereva ni kubwa sana, kwa sababu moja ya changamoto ni madereva wafanyakazi wengi kutokufahamu sheria hizi na kanuni zake. Hilo ndio changamoto na moja. Kama wangepata ufahamu wa kuzifahamu tu kwa uchache hizi sheria na kanuni zake, basi hizo changamoto zingepungua. Na ndio maana unaona saa zingine hata kunakuwa na mzozo, mtu anakuambia
sijapewa mkataba, sijafanya hiki, ni kwa sababu ya ule ufahamu wa kutokufahamu changamoto hizo. Lakini kama chama tunafanya hatua moja baada ya nyingine katika kuwaelewesha namna bora ya kuzitambua hizo changamoto na kuweza kukabiliana nazo. Ndio hasa kazi za chama. Umeongea vizuri zaidi hapa afisa sheria, na lakini pia tungetamani kufahamu chama kinahakikishaje kuwa wanachama hawanyanyaswi kwa mujibu wa sheria wa chama. Kama chama inahakikishaje kwamba wafanyakazi hawanyanyaswi pale wanapokuwa kazini? Asante sana. Kwanza niweze kusema kwamba kwa mujibu wa sheria hii ya ajira na mahusiano kazini, chama cha wafanyakazi kinapata wajibu wa kufika kwenye eneo la mwajiri na kuzungumza na wafanyakazi kwa mahusiano ya ajira pamoja na mambo mengine kutokana na kazi zao. Kwa hiyo chama kinapopata wajibu ule na kikaingia eneo la mwajiri kwa mujibu wa sheria, ndipo ambapo kinapata fursa nzuri ya kuweza kuwaelimisha wafanyakazi namna ya kutatua za migogoro ya kikazi, namna ya kukabiliana na majukumu yao ya kikazi, na namna bora ya utendaji wao wa kazi. Sasa shida inakujaje? Shida inakuja wafanyakazi nao wengi wao wananyimwa kwa makusudi kabisa na baadhi ya waajiri ile haki ya kujumuika, ambayo inawapa haki ya kujiunga na vyama wafanyakazi na vitu vingine. Sasa wanapokosa haki ile na chama kiko nje ya mwajiri, inakuwa ni ngumu kidogo. Lakini wafanyakazi wanapokuwa wamoja na chama kikaingia kufanya mkutano na wao, sasa inakuwa rahisi kuzipokea zile changamoto za wafanyakazi na mwajiri na kuweza kuzipambanua na kuweza kuzungumza na mwajiri kama taasisi au kama chama na kuweza kuzitatua, na zingine ni nyepesi tu zinatatulika. Wanakaa wao kati ya madereva waajiriwa pamoja na waajiri wao wanazitatua hizo changamoto. Labda madereva nao ili kuweza kupata kazi waga wanaajiriwa kwa mikataba aina gani? Sheria hii ya ajira na mahusiano kazini namba 6 ya mwaka 2004 ilikuwa imeweka aina ya mikataba. Aina ya mikataba hii iliwekwa aina ya mikataba mbalimbali. Hasa mikataba ilikuwa kama mitatu hivi. Kama mitatu, samani kidogo, kulikuwa kuna aina ya mikataba maeneo matatu. Moja, kulikuwa kuna mkataba usiokuwa na muda maalum, lakini pia mkataba wa muda maalum kwa wataalamu na kada ya viongozi, lakini pia eneo lingine lilikuwa ni mkataba wa kazi maalum. Sasa hiyo ndio mikataba ambayo ya wafanyakazi ilikuwa ipo hivyo kwa ujumla wake. Sasa nini kilikuwa kinatokea? Eneo hilo lilikuwa linaleta mkanganyiko hasa, na waajiri wengi walikuwa wanatumia aina hizo za mikataba kutumia mkataba wa aina ya pili ambao ni mkataba wa muda maalum kwa wataalamu na kada ya viongozi, wakaifanya sasa ndio mikataba ya wafanyakazi wengine ambao sio wataalamu wala sio kada ya viongozi. Kwa hiyo madereva wengi wakajikuta wanaingia kwenye eneo hilo, jambo ambalo ukilitizama halikuwa sahihi kwa sababu sio viongozi wao wala sio wataalamu. Labda mikataba hii inakuwa na matatizo gani kwa mujibu wa kisheria? Mkataba huo wa muda maalum hauna matatizo kwa misingi ya ile kada iliyotajwa. Kada iliyotajwa haina matatizo kwa sababu viongozi wengi wanaajiriwa kwa mikataba ya sampuli hiyo ya muda maalum, inawezekana miaka miwili, 3 kuendelea, lakini pia hata wataalamu pia wanaajiriwa kwa staili hiyo. Hizi kada nyingine inakuwa ina matatizo kwa sababu moja, kwa mfano, nitoe mfano. Ukiwachukulia madereva kwenye mkataba wa muda maalum ambapo sio haki kwa upande wake, tayari ulikuwa unamnyima kwanza fursa. Kwanza kigezo cha kwanza kilikuwa kinawaumiza. Ulikuwa unaumiza kwanza, unamnyima fursa kujiunga na chama cha wafanyakazi au kutetea haki zake zingine za msingi ambazo alikuwa anapaswa azitafute. Na ulikuwa mwajiri alikuwa anatumia nafasi hiyo sasa, akiona fulani ni mkorofi, huyu ananisumbua kuhusu masuala ya kikazi, labda pengine anadai sana nyongeza mishahara, pengine anadai posho ya safari na kadhalika. Alichokuwa anafanya, alikuwa anaweza kutega tu kwamba mkataba wake ukiisha mwakani, kama alianza kazi Januari mpaka Disemba, ikifika pale basi haendelei naye tena kwenye mkataba, anamwambia bwana, sina haja ya kuendelea
na wewe. Na kweli ukiangalia mkataba umeeleza atafanya kazi kwa mwaka na mwaka umeisha. Kwa hiyo mwajiri alikuwa ana uhuru sasa wa kuendelea naye au kutokuendelea naye. Kwa hiyo nafasi hiyo tulikuwa tunakosa, hata wafanyakazi wengi walikuwa wananyimwa ule uhuru wa kujumuika kwa hofu hiyo kwamba tukiingia kwenye uhuru wa kujumuika, kwa sababu kuna vitu maslahi yetu ya haki, tuna vitu vya haki ambavyo tutakuwa tunavidai, utaonekana umkorofi. Kwa hiyo mwajiri alikuwa anaweza kuchukulia nafasi hiyo, anaona ukifika mwaka kesho sio yule mkorofi, siongeze naye mkataba na achana naye. Kwa hiyo na yenyewe ilikuwa inawaumiza kwa njia hivyo, ingawa sheria imeweka namna ya kuweza kumwachisha mtu kazi hata kama anao mkataba wa kudumu. Imeweka sheria tu utaratibu wa kufuata ili kumwachisha mtu kazi. Tuambie, na lakini pia mdodose pia dereva ambaye yuko hapo, ni utaratibu gani ambao kisheria upo ambao unaweza kumwachisha kazi huyu dereva? Moja, kwanza utaratibu huko utuhumiwe. Kwanza utuhumiwe, upewe, ukisha tuhumiwa uitwe kwenye kikao cha nidhamu, uweze na wewe kujitetea na kuuliza swali labda pendo ushahidi, lakini pia pachunguzwe kile ambacho labda mwajiri afanye uchunguzi kama ataona ipo haja pale ya kufanya uchunguzi wa hicho anacho kutuhumu nacho, upate namna ya kujitetea kwenye kikao cha nidhamu. Baada ya hapo sasa ndio ile kamati ya nidhamu ipendekeze sasa kwa mwajiri kwamba labda pengine hufai, labda pengine hakukuwa na tatizo hilo na kadhalika, kwa sababu na ile ndio haki ya msingi ya kwanza ya binadamu. Kwanza usikilizwe kwamba nini. Kwa hiyo kama hujamtuhumu, wengi walikuwa wanashangilia, kuna wengine wanaachishwa wala hajatuhumiwa wala hajapelekwa kwenye kikao cha nidhamu, anaambiwa tu wewe kazi basi. Lakini hatua ya kwanza upewe tuhuma. Ukishapewa tuhuma upate muda wa kuzijibu kwa kuenda kwenye kikao cha nidhamu. Kwenye kikao cha nidhamu kile ueleze sababu na zile tuhuma uletewe, ueleze, na kama kuna mashahidi waulize, ndio utaratibu ulikuwa unapaswa. Baada ya hapo ndio zifuate hatua zingine. Labda kuna ushauri gani sasa ungependa kumpa huyu dereva ambaye ndio mara ya kwanza anaenda kusaini mkataba? Unamwambia nini kwa mujibu wa sheria? Kwanza sheria imeelekeza kwenye kifungu hiki cha 15. Kifungu cha 15 kimeelekeza kwamba kuhusiana na mkataba. Na mkataba ule ni muhimu sana mfanyakazi kudai mkataba wa ajira, kwa sababu mkataba ndio unaeleza nini majukumu yako, masaa yako ya kufanya kazi, umeajiriwa kwa kazi gani, mshahara wako utakuwa wapi, umeajiriwa wapi. Mkataba unaeleza vyote hivyo. Kwa hiyo madereva wengi leo hiyo wanalisahau wakiingia kazini. Wanasahau ama wanaomba au mwajiri anakuwa hawapi. Lakini pia ni wajibu wako kama mfanyakazi kuomba mkataba wako wa ajira, kwa sababu mkataba ndio unawafunga wote wawili baina ya wewe na mwajiri. Ndipo mmewekeana mambo ya kutekeleza kila upande pale. Kwa maana hiyo hata panapotokea mgogoro huwa mara nyingi tunakwenda kwenye mkataba. Kwani ulikuwa unasemaje? Mkataba wako ni wa kipindi hiki, mkataba wako unaeleza mshahara ni kiwango hiki. Kwa hiyo vitu vingi vinakuwa vinawekwa mle ndani ya mkataba. Kwa hiyo ni washauri madereva hawa, pale unapoanza kazi kwa mujibu wa sheria hii, basi ni vyema sana ukaomba upewe mkataba wako wa maandishi. Ni vyema sana akaomba apewe mkataba kwa maandishi. Yes, ni vyema sana akapewa mkataba kwa maandishi. Na mtazamaji, huyu tupo naye ni afisa sheria, tunazungumzia masuala ya kisheria kwa mwajiri lakini pia kwa mwajiriwa. Na sasa tunaenda kwenye upande mwingine ambao ni upande wa usalama na bima. Usalama na bima. Na mkuu, unaweza kutuambia sheria inasemaje kwa usalama wa madereva wanapokuwa kazini, na mwajiri ana wajibu gani kuhakikisha kwamba waajiriwa wao wapo salama pindi wanapokuwa kazini? Sheria hizo kwa mfano sisi huku tuna sheria hiyo ya ajira na mahusiano kazini, lakini kuna sheria hiyo ya Worker Compensation Fund pia ipo na sheria zingine. Sasa swala la usalama kazini ni vyema sana kwa sababu ni jambo la msingi. Panapokosekana usalama aidha vitendea kazi au sehemu ya kazi, ni washukuru baadhi ya waajiri wana maeneo hayo ya safety na wako makini sana kwenye usalama wa wafanyakazi wao, na sheria imeelekeza namna gani hata mavazi kufuatana na kazi. Sheria hizo zimeelekeza kulingana na aina ya kazi, kwamba aina ya kazi hii hao watu watakuwa wako wa aina gani, lakini msingi wa yote ni katika kulinda usalama wao na afya sehemu ya kazi.
Labda kuna sheria maalum ambayo ipo kwa ajili ya kufidia usalama kazini? Naam, ipo sheria tumeitwa sheria ya fidia kwa wafanyakazi, ama kwa lugha nyingine ya Kiingereza hii wanaita ni Worker Compensation Fund, lakini wengi wetu kwa ufupi tumezoea kuita ni WCF. Hiyo ndio ipo kwa ajili ya kufidia wafanyakazi pale panapotokea jambo ambalo linastahili kufidiwa. Na sheria hii inamlazimu mwajiri ndiye mlipaji mkubwa wa eneo hilo. Kwa hiyo mwajiri mara nyingi anatakiwa kupeleka zile senti zinazotakiwa kuingia kwenye ule mfuko kwa ajili ya fidia wafanyakazi kwa mujibu wa sheria, kwa maana kwamba hata linapotokea jambo linalohusu mfanyakazi kulipwa fidia, pengine aliumia kazini, pengine amepata madhara yoyote, ameugua kazini, basi ilikuwa ni wajibu wa ule mfuko sasa kuendesha fidia, kufanya fidia kwa ajili ya yule mfanyakazi. Naam, unazungumza kwa uzuri zaidi afisa sheria bwana Jimmy Nkimi. Tuambie sasa, kuna ulazima wa dereva kupata kuwa na bima ya afya kwa ajili anapokuwa amepata ajali akiwa kazini, na chama kinafanyaje ili kuhakikisha kwamba inachangia katika eneo hilo la kupata bima anapopata ajali kazini? Ni kweli chama, kwanza sheria ipo ni hiyo niliyotaja kwamba ni ya Worker Compensation Fund ipo, ambapo mwajiri lazima apeleke mchango kule kwenye mfuko ule. Lakini pia chama kama chama kimekuwa pale kinapopata fursa ya kuingia eneo la mwajiri kuzungumza na wafanyakazi, kinajaribu kumwelewesha mwajiri na waajiriwa namna nyingine aidha ya kukata bima ya ya NHIF, kwa msingi wa kwamba ukiachana na Worker Compensation Fund, lakini kukawa na bima nyingine ambayo inaweza ikamsaidia mfanyakazi huyu pale ambapo ameumia. Lakini ukiacha kuumia, kuna masuala ya kuumwa kwa madhana ya kupata matibabu. Kwa hiyo mara nyingi tunamshauri mwajiri kuona namna bora ya kukata bima nyingine kama hii ya NHIF kwa wafanyakazi. Na labda chama kinatoa msaada wa moja kwa moja kwa mwajiliwa, na kama ndio ni kwa namna gani? Chama kinatoa msaada na lazima tuwaambie wafanyakazi kwa ujumla wake kwamba ni muhimu sana kujiunga na vyama vya wafanyakazi. Ni muhimu sana kwa sababu chama cha wafanyakazi kinatoa msaada mkubwa kwa kushirikiana na wafanyakazi wenyewe, ni kuweza kuili kwa ajili ya kutetea kile ambacho unaona ngao hiki hakikuwa amenitendea cha haki mwajiri wangu. Kwa hiyo ni vyema sana wafanyakazi hawa kujiunga na vyama vya wafanyakazi, hususani sisi tunazungumzia chama chetu cha wafanyakazi cha WAMATA. Ni vyema sana kujiunga, kwa sababu pale panapotokea jambo kwa mwajiri, basi chama kiko bega kwa bega na wewe kuona haki inatendeka kwa pande zote mbili. Labda pia kwa faida ya mtazamaji anayetufuatilia, najua CHAWAMATA TV ni chombo ambacho kipo na kinafuatiliwa na watu wengi ndani lakini pia nje ya mipaka ya Tanzania. Afisa sheria bwana Jimmy Nkeni, kuna mipango yote ya muda mrefu ambayo ipo ili kuweza kuelimisha hawa madereva kuhusu sheria? Mipango ya muda mrefu ipo, ni kweli iko mipango ya muda mrefu. Mipango ya muda mrefu kwanza ni tumepanga kwamba elimu ndio jambo la muda mrefu na ni jambo ambalo linaendelea, ambalo hilo haliishi, kwa sababu sheria hizi huwa zinabadilika mara kwa mara kutokana na mahitaji. Na mpango wetu wa muda mrefu ni kwamba kila mfanyakazi wa sekta hii aweze kupata elimu kuhusiana na ajira yake au na sheria zingine zozote ambazo zipo zinahusiana na ajira na mahusiano kazini. Labda sasa tuje pia kwa hili hapa kwamba kuna dereva anaweza kuwa amefanya kosa bila yeye kujua kwamba ni kosa kwa mujibu wa sheria. Labda unaweza ukatubainishia, utuweke wazi kwamba kuna aina gani ya makosa ambayo dereva anaweza kuwa ameyafanya bila yeye kujua kwamba ni kosa kisheria? Ni kweli kutokuchukua nako mkataba pia na wewe ni kosa kwa sababu hujadai. Na pia eneo jingine ambalo madereva wengi wanafanya makosa hayo bila ya kujua ni eneo ambalo ameacha kwenda likizo. Wafanyakazi wengi wanaacha kwenda likizo
anaziacha tu na anashindwa kujua kwamba amefanya kosa. Hapana, ni kweli anakuwa anafanya kosa bila kujua. Sasa tuwakumbushe kwamba likizo huwa wewe mfanyakazi ndio unayeidai. Ni ngumu sana mwajiri kukuambia bwana wewe nenda likizo. Lakini ndio makosa yenyewe sasa. Matokeo yake mfanyakazi baada ya kuondoka kazini anasema bwana mimi nina likizo zangu sijaenda kazini tangu nimeajiriwa huu mwaka wa 7. Kumbe tayari ni kosa yeye alishalifanya ambayo kosa hilo limemsababisha akajikosesha yeye haki yake ya kupata malipo yake ya likizo. Ni kwa sababu hakuiomba likizo. Unaidai likizo yako kwamba wakati wangu wa kwenda likizo umefika. Mwajiri anaweza kuwa na changamoto za wakati ule akakwambia hapana, subiri, pengine utaenda mwezi ujao. Hilo ndio kosa ambalo madereva wengi wanapoteza haki zao kwa kosa ambalo wao wamelifanya kwa kuto kujua. Lakini tunawafahamisha kwamba sasa pale unapofika wakati wako wa kwenda likizo ni wajibu wako kuiomba likizo yako. Mwajiri hatoi likizo tu hivi kwa kuambia bwana wewe nenda likizo. Kwanza utahisi amekufukuza kazi. Kwa hiyo likizo ni kosa kubwa wafanyakazi tunalifanya, lakini tunakuja kulikumbuka linatukosesha haki ya msingi. Na labda ushauri wako sasa kwa madereva lakini pia kwa waajiri kuweza kuzingatia kwamba mwajiri wao au mwajiriwa anapata haki zake za kisheria akiwa kazini. Kwanza ushauri wangu ni kwamba kwanza kwa waajiri ni waombe sana, ingawa pamoja na kwamba chama kinapewa wajibu na kwa mujibu wa sheria kuingia eneo la mwajiri kwa ajili ya kufanya mkutano, lakini ni waombe sana kwa sababu chama cha wafanyakazi kinapoingia eneo la mwajiri hakitoi elimu kwa wafanyakazi peke yake tu. Wanafaidika mpaka baadhi ya waajiri wanafaidika na elimu hiyo kwa sababu moja wanatambua wajibu wa kila mmoja wapo. Mwajiri naye anajua wajibu wake, haki yangu. Mfanyakazi naye anajua wajibu wake na haki yake. Kwa hiyo nilikuwa niwaombe sana waajiri na wafanyakazi waviache hivi vyama viingie eneo hilo la mwajiri bila usumbufu. Wasumbufu wafanyakazi. Matokeo yake naamini, kwa imani yangu mimi naamini kwamba pande hizo mbili zikielimika kuhusu hizi sheria, taratibu na kanuni, basi kutakuwa hakuna msigano eneo la mwajiri au eneo la kazi. Wito wako sasa wito wako ni upi kwa watazamaji pia lakini pia wanachama na madereva ambao wanatufuatilia katika kipindi hiki cha leo? Wito wangu ni mdogo lakini ni mkubwa. Ni mdogo lakini ni mkubwa. Wito wangu ni kwamba tujitahidi sana wafanyakazi na waajiri kusoma angalau kidogo kupitia hizi sheria za ajira na mahusiano kazini na kupitia zile kanuni na kupata ukipitia hizo na hizo kanuni na ile sheria angalau kwa uchache utakuwa umeona ni namna gani unaweza ukatenda kazi yako kwa ufanisi. Nikushukuru sana na nikutakia kazi njema. Na wewe pia nashukuru. Na mtazamaji, huyu alikuwa ni afisa sheria bwana Jimmy Mkeni ambaye tumekuwa tukizungumza naye hapa kuhusu sheria, na bila shaka umeweza kumsikia kwa umakini zaidi na undani zaidi. Ameweza kukudadavulia na kukuelimisha wewe mtazamaji ambaye unatufuatia kupitia channel yetu ya Chawamata TV. Ni chombo ambacho kipo kugusa wewe ambaye upo ndani ya Tanzania lakini pia nje ya Tanzania. Kumbuka tunapatikana kwenye mitandao ya kijamii kwa jina la Chawamata TV. Twitter tunapatikana kwa sasa ni X, tunapatikana kwa jina la Chawamata TV. Instagram ni Chawamata TV, lakini pia YouTube tunapatikana kwa jina la Chawamata TV. Mwisho wa kipindi hiki ni mwanzo wa vipindi vingine ambavyo vitakuwa vinakujia kupitia chombo hiki cha habari cha Chawamata TV. Mpaka wakati mwingine mtazamaji, kumbuka kipindi hiki kitakuwa kinakujieni kila siku ya Jumamosi na utakuwa unapata fursa ya kuweza kujifunza na kufahamu mengi kuhusu sheria pale ambapo unapokuwa kazini. Naitwa Dickson Bisare na hii ni Chawamata TV.